Mwaka mmoja kabla ya uchaguzi, je, raia wa Kenya watapiga kura kwa njia tofauti? Jeshi ya baba. Imebaki mwaka mmoja tu kabla ya uchaguzi mkuu nchini Kenya, lakini uchaguzi wa Agosti 10, 2027 unaweza kuwa tofauti. Kwa nini? Kwanza, mwanasiasa kigogo Raila Odinga hayupo tena, na hiyo pekee yake inabadilisha siasa za upinzani. Lakini pia kuna jambo lingine. Mwaka 2024 Gen Z waliingia barabarani na kuonyesha kwamba kizazi kipya kinaweza kuleta mabadiliko makubwa bila kusubiri mwongozo kutoka kwa wanasiasa. Sasa swali ni, hasira ile 2024 itaonekana kwenye sanduku la kura mwaka 2027? Kwa sababu kuandamana barabarani ni jambo moja, kufika kituoni, kusimama kwenye foleni na kumpigia mtu kura ni jambo lingine. Na hapo ndipo tutajua kama Gen Z kweli imebadilisha mtazamo wa siasa za Kenya au ilikuwa ni ngoma ya watoto ambayo haikeshi. Halafu kuna Edwin Sifuna ambaye ni seneta wa kaunti ya mji mkuu Nairobi. Nyota yake ya kisiasa imeanza kupanda na anazungumza lugha ambayo vijana wengi wanaielewa. Hii pesa yote ambayo unaona nimeshika hapa ni watu wa Kimini ni wametupatia hapa, na ni kwa sababu kuna wengine walisema hati hawezi kuwa rais kama hauna pesa. Sisi tunawaambia hata kama hauna pesa na una wananchi, unaweza kuwa rais wa nchi hii. Sasa hebu tujiulize, Sifuna ni mwamba kweli kisiasa au anaonekana ana uwezo mkubwa kwa sababu ya umuhimu wa jiji la Nairobi, eneo la magharibi mwa Kenya na mitandao ya kijamii? Kwa sababu ukifungua mtandao wa X, TikTok au Facebook, unaweza kudhani Edwin Watenya Sifuna tayari ana nafasi ya uongozi ya kitaifa. Lakini Kenya si mtandao tu. Kuna maeneo yanayofahamika kuwa na kura nyingi kama vile Bonde la Ufa, kuna sehemu ya Mlima Kenya, kuna pwani ya Kenya, kuna Nyanza na maeneo ya mashariki na kaskazini mwa nchi. Kila mtu aende pahali ako na umaarufu, amobilize watu yake. Mimi nifanye, Kalonzo afanye, Matiang'i afanye, Martha afanye, Wamalwa afanye, Sifuna afanye. Je, Sifuna ana ujumbe unaoweza kuvuka mipaka hiyo yote? Na zaidi ya hapo, je, anaweza kuwashawishi watu ambao hawafungamani na siasa za Nairobi? Au ni upepo wa kisiasa ambao unaweza kubadilika? Hii opposition iko confused. Wako confused. Ni kama moto ya newspaper, ya gazeti, inawaka haraka alafu inazima tena haraka. Lakini Sifuna si tatizo pekee ambalo upinzani unakabiliana nalo. Kuna wanasiasa wakongwe waliomtangulia Sifuna. Kuna Kalonzo Musyoka na kuna aliyekuwa naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua maarufu Riggy G, na wengine wanaweza kujitokeza. Sasa fikiria hivi, kama kila mmoja atasema mimi ndiye nitakayemshinda Ruto, kura za upinzani zitagawanyika vipi? Na kama zitagawanyika, Rais Ruto ambaye atagombea muhula wa pili anaweza hata asihitaji kuongeza kura zake zaidi. Anaweza kufaidika tu kwa sababu wapinzani wake hawajaweza kuafikiana. Lakini labda 2027 haitakuwa kama michakato ya uchaguzi iliyopita. Labda Wakenya wameanza kuangalia mambo tofauti. Labda mtu hatapiga kura kwa dhana ya mtu wetu. Labda atauliza kodi zimenifanyia nini? Maisha yamekuwa nafuu au ghali zaidi? Kuna ajira? Serikali inawajibika? Na labda hilo ndilo litakaofanya 2027 kuwa uchaguzi tofauti. Lakini pia tusisahau jambo moja, siasa za Kenya zinaweza kubadilika haraka sana. Leo unaweza kuona mtu anaongoza kwenye kura za maoni, kesho mambo yakawa tofauti. Miungano mipya pia hubadilisha mitazamo. Mwanasiasa mpya akaibuka na nyota yake, jambo moja likatokea likabadilisha mjadala mzima. Kwa hivyo, je, Wakenya watapiga kura tofauti mwaka 2027? Bado ni mapema sana kubaini. Kama wanavyosema, siku moja ni muda mrefu sana katika siasa, na bado tuna mwaka mzima. Wewe unaonaje? Edwin Sifuna ana uwezo wa kutikisa safu au mitandao ya kijamii inampa umaarufu ambao bado haujathibitishwa kote nchini?